Hasa nimekutana na hizi klipu nyingi sana ambazo Sheikh Mazinge amezifanya akiwa anamzungumzia Mwamposa. Siku napita hapa Mwamposa, nimepita hapa kajaza watu, nilikuwa naenda kajaza umma. Mtume wa kwanza Mnyakyusa toka dunia imeumbwa. Hivi nataka nikuulizeni nyie, hivi hata akili tufanye, hujaenda shule, Mungu anaweza kuleta mtume Mnyakyusa? Ndio hujaenda shule, hapo shule hujaenda. Kuna watu wengine wahuni hapa Dar es Salaam, kuna wahuni wanakusanya hela za watu na watu hawasemi. Mwamposa wakati niko safari ameenda uwanja wa Taifa pale, kakusanya milioni 900. Mnajua kauza nini pale Mwamposa? Kauza udongo, kijiko, buku. Hawa mitume wote unawaona wa Dodoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Dar es Salaam, mimi ndio kiboko yao, mimi ndio nawaweza. Si niliwaambia, nikamwambia kama nyie kwani ni mitume wa Mungu, nataka niwahoji, utume wenu mmeupataje? Anamzungumzia kwenye picha ambayo naweza kusema inaleta conspiracy au mkanganyiko. Sasa no hard feelings, lakini ningepata nafasi pia ya kumuuliza maswali huyu shehe. Nafikiri swali langu la kwanza ningemuuliza kwanza, utume ni nini? Kwa sababu inaonekana kuna mkanganyiko mkubwa sana juu ya maana ya utume, na kwa namna ambavyo yeye anaelewa utume ndio maana anatoa speeches za namna hiyo. Sasa anasema kwamba ndo mara yake ya kwanza anashangaa kukutana na mtume Mnyakyusa. Labda ningependa kumuuliza yeye alitaka kukutana na mtume ambaye ni kabila gani? Najua atakuja na jibu kwamba mitume wa kweli ni wale wa Uarabuni. So kuna connection gani kati ya Waarabu na Mungu? Na kwa nini Mungu awachague Waarabu kuwa watume duniani kote? Na ni sehemu gani ambapo amepata hizo information kwamba mitume wote ambao watakuja duniani watatoka sehemu fulani? Hasa mimi nafikiri yote hii ni shida tu ya uelewa, lakini kwa namna ambavyo mimi naelewa, utume ni dhumuni ambalo Mwenyezi Mungu ameliweka kwa kila mwanadamu aje kulitimiza hapa duniani. Kila mtu duniani amezaliwa na utume wake. Utume wake kivipi? Dunia hii mpaka inafika hapa sasa imeanza millions of years ago, and I don't think kama kushawahi kuwa na mwanzo. But tukirudi kwenye eternity, millions of years ago, dunia hii ya sasa haikuwa kama hivi ambavyo iko leo hii, na imefikia hapa sasa kwa sababu ya kila mchango wa mwanadamu ambaye Mungu aliweka utume ndani yake kuja kutimiza yale ambayo yeye alitaka aje yatimize. Leo hii unaona kuna umeme, unaona kuna teknolojia, unaona kuna magari. Vyote hivi vipo kwa sababu ya binadamu ambao walizaliwa wakiwa na utume ndani yao kuja kutekeleza hivi vitu. Leo hii natumia hii mic ambayo ilitengenezwa na mtu akakaa akabuni kwamba kuzungumza kwa sauti yako peke yako haitoshi, but kuna kitu ambacho tunaweza kukitumia kwenye kuenhance sauti au kwenye kuwezesha sauti ikawa kubwa zaidi ya hii ambayo inatoka. So ile ability ya mwanadamu kufanya uvumbuzi wa namna hii, huo ndio utume wenyewe. Hasa shehe wetu anasema kwamba kama wao ni mitume kweli, basi awahoji kwamba wamepataje huo utume. Si niliwaambia, nikamwambia kama nyie kwani ni mitume wa Mungu, nataka niwahoji, utume wenu mmeupataje? Wewe kama nani uwahoji hao watu? Wewe kama nani? As who? Wewe ni Mungu. Nieleweke vizuri, sipo hapa kwa ajili ya kumtetea Mwamposa au kumsifia. No. The fact ambayo imenifanya nirukie hii mada ni kwamba nataka nimuulize maswali kadhaa ambayo shehe naamini pia akiyafikiria indeed without hard feelings, nafikiri itaweza kuleta kitu kizuri kidogo. Swali namba 3, shehe anasema kwamba katika mitume hao wote ambao mmewaona, mimi ndio kiboko yao. How? Sababu mimi naona kama Mwamposa ndio kiboko yao kwa sababu yeye ndio mtume namba 1 ambaye anaongoza kwa kusepa na kijiji. La 4 sio swali, ila it's a recommendation. Tunafahamu fika kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haifungamani na dini yoyote ile. It's a secular state. Na ndani ya secular state kuna misingi yake, ambapo kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna sheria ya uhuru wa kuabudu ambayo ina vipengele kadhaa, na moja kati ya kipengele ambacho kinapatikana hapo ni kwamba abudu ambacho unakiamini bila kumkosoa au kumfuata mtu yoyote. So hata kama leo hii mimi utanikuta na abudu nyani na nimejaza nyomi pale, wewe angalia pembeni, pita hivi. Hauruhusi kunicheka wala kunitolea maneno yoyote ambayo yataonyesha unanidhihaki. Lakini pili, tuna sheria za defamatory laws, sheria ambazo zinamkataza binadamu yoyote au raia yoyote ndani ya nchi kuchapisha au kuzungumza vibaya juu ya mwenzake. So nimtahadharishe tu shehe kwamba asija akajikuta anaingia shimoni, unless otherwise kama wana utani na mtume bulldozer Mwamposa. As I said it before, mimi sifungamani na
yeyote yule wala dini yoyote ile, lakini kitendo cha shehe kusimama kila siku msikitini kwake na kumwataki mtume kinaashiria vitu fulani ambavyo sio vizuri kusema kweli. Sisi wenzako tutakuja tukuone kama unamuonea wivu, kwa sababu end of the day kama ni kukusanya pesa ambazo ni nyingi, wewe mwenyewe hapo kuna clip zinakuonyesha umekasirika kwa sababu waumini wametoa sadaka ambayo ni kidogo. Nimeona shehe anapitisha kikapu hapa, vikapu vimekuja huku, aibu. Yaani mtume ndo anakuja sasa hivi anaambiwa na Allah, Mtume Muhammad, nenda katika msikiti wa Gaddafi ukaangalia sadaka wanayokuchangia Waislamu. Aibu. Hivi nyinyi kwa nini hamtoi hela? So what about that? No hard feelings guys. Msianze kunitisha, unakufuru, utachoma moto. Hamchelewi. So mimi ni mshauri tu shehe, aachane nayo mambo, afanye kazi, aongeze ubunifu kwenye ushehe wake. Watu watakuja naye, atajaza nyomi. Hakuna mtu ambaye atamsema vibaya, hakuna hata mtu ambaye atakuja kumwataki. There is no need ya kutaka kujua kwamba who is correct, who is not correct. Hatuna huo muda tena bro.